Wallan, pull up DJ Selector Rewind. Assalamu alaikum, mnajisikiaje, mnajionaje, mnajifilaje, mnajitararaje? Welcome back to my YouTube channel. Kwa wale hawaja subscribe. Kwa wale hawaja comment video previously, go comment, go like, go share. Na hii pia msisahau ku like, ku comment na ku share. So leo nataka kuongea kuhusu jambo hili ambalo limekuwa likitatiza jamii, hususan wanawake. Jambo gani mtaniuliza? Jambo la kuhusu wanaume wenye pesa na wanaume wasiokuwa na pesa. Kuna tofauti nyingi ambazo watu wanajaribu kudifferentiate between a man that has money and a man that does not have money. Kitu kimoja ambacho mimi nimekisikia sana huku nje ni kwamba wanaume wenye pesa hawanaga nguvu za kiume. Au in other words, tuiweke vizuri, tuifafanue hiyo nguvu za kiume, ni kwamba mwanamume mwenye pesa akienda na wewe kitandani hachukui muda mrefu, anafika, anamaliza shughuli. Umeelewa? Wakati huyu mwanamume broki mwenye hana pesa akifika na wewe kwenye machi anapiga masaa 8, yani mpaka unasikia kama kuna waka moto, kama umekimbia marathon. Lakini ni huyu mwanamume ambaye ana pesa. Je, hivi vitu viwili, how long you last in bed, is that nguvu za kiume kweli ama nguvu za kiume ni mpunga? Jamani, mimi nashindwa kuelewa, lakini nataka niwaelezee sasa nyinyi leo. Nataka niwaelezee. Na kwa wale hawaja subscribe. Na kama hujaiona hii video, hujafika YouTube, basi manake nimewafafanulia kwa mapana na marefu. Sawa? Okay, tuanze hapa. Nguvu za kiume ni nini? Nguvu za kiume ni nini? Kwa wenye kujua nyosheni mikono mhujibu. Nguvu za kiume ni nini? Ni akili ya mtu. Akili ya mwanamume ikiwa imetulia, ujue ataenjoy tendo la ndoa, atasikia raha. Lakini mwanamume ambaye akili yake haijatulia, inapiga mambo mingi, nitapata wapi pesa? Nitamtoa vipi huyu pesa nikimaliza kumlala? Nitatoa vipi? Nitapata wapi? Akili haijatulia, akili haijafocus kwenye lile tendo la ndoa, ndipo pale mwanamume anachukua muda mrefu. Afya ya mwanamume ni kitu anachokula. Sawa? Mwanamume aliyeridhika, ametulia kimawazo, kifikra, kichakula, na kula vizuri. Manake tukiongea kuhusu wanaume wenye pesa, jamani, wanajilisha. Na tukiongea kuhusu kina broki ndio hivyo. Basi mtu yuko kwenye ngono, lakini afikiria dina nayo nitanuaje, mama kibanda bado anidai, mama sijui wa wapi bado anidai. So unakuta wewe mwanamke ambaye mwanamume wako amekuja haraka, mwanamume wako ana pesa, sio kwamba hana nguvu za kiume. Kitu cha kwanza, mwanamume akija haraka, akimaliza haraka, ni kwamba mwanamume anakufeel. Manake the more that he's feeling you, the more that he loves you, akili yake ina produce some hormones ambazo zinamfanya hawezi kujizuilia. Ndipo pale utaona kuna mwanamume atakwambia mwanamke fulani ni mtamu zaidi kuliko mwanamke fulani. Sio kwamba utamu wa ladha, ni kwamba yeye mwenyewe ameweka hiyo akili, na yule ambaye si mtamu kwake atakuwa ni mtamu kwa mwingine, kwa sababu yule mwingine amemfocus na yeye, akili yake iko kwake. Umeelewa? So wanaume, kila kitu about a man is the brain. Everything about a man is the brain. Huyu mwanamume mwenye pesa yake, mwenye kazi zake, mwenye shughuli zake, ni mtu ako content, hana stress. Akipanda mahali juu, akili yake yote amefocus pale. Anasikia every vein, anasikia every mtelezo, anasikia every corner ambapo atagonga mle ndani, anasikia kila kitu. He is present, he is there, kwa sababu akili yake imerelax. He has the money, watu wanamfanyia kazi, kila mtu ako na shughuli zake. Umeelewa? Hana stress. Sasa tuje kwa broki. Kwa nini akipanda pale juu ana last long? Kwa sababu he is not present. He is not there doing it. Okay. Mwanamume wa kawaida anafaa kile cha kwanza akam haraka. Afike, ashushe mara moja.
Cha pili sasa, baada amepumzika, mumekunywa kinywaji, kama mumefanyaje, mumejimwagia maji, mumeoga, mumerudi, cha pili anastahili take a bit longer. Sawa? Na pia kama yuko present sana, atachukua some time, maybe 4, 5, 6 minutes. But sasa njoo kwa hawa mabroki ambayo their minds are scattered all over the place. I'm telling you, having sex with a broki, sleeping with a broke man is an extreme sport. It is an extreme sport. I am telling you this. Kwa sababu you're trying to do everything, he's just there, boom. Akili kwa kwingine, but kiuno kinaenda, but the brain is scattered all over. Huyu mwanamke nikimalizana naye nitamtoa vipi pesa? Kwa mama mboga nadaiwa, nitaenda kukopesha vipi? Wapi sijui niko na deni. Jamani, internet yangu inakatwa leo. So his mind is not there. It's not on the bed. The mind haiko pale. Na wanawake wengi sana mtajiuliza, kwa nini mabroki upiga rounds sijui 2 hours, 3 hours? Because that young boy is not okay. That man is not okay. His brain is scattered all over the place. Ukiona mwanamume amekusugua for 30 minutes, 1 hour, 2 hours, 6 hours, 12 hours, just msimamishe, muulize, are you okay? Do you need help with anything? Solve his problems, uone kama atashusha ama hatashusha. Solve that man's problem and see, will he come or will he not come? That is all, because they are not present. Akili zao zina fikra nyingi. Wakati huu mwenye pesa, he's relaxed, he's present, he's feeling you as a woman. Wewe kama mwanamke, kitu kingine, wewe kama mwanamke, ukiona mwanamume wako amekupanda for hours and hours, just know he's not feeling you and he is not present. Awe ana pesa, hana pesa, ni sawa, kwa sababu it's not normal kwa binadamu. Sio ati zile ndo nguvu za kiume, hapana. Si nguvu za kiume. Those men are suffering mentally. Vichwa zao haziko stable, hawako content, ndio maana hawako present. I think mumenielewa. Kuna vile nimewaelezea, even though mutasema mimi mwenyewe sielewi, but nimejaribu kuwaelezea. So that is the difference. Mwanamume mwenye kukam haraka na ambaye hakam haraka sio nguvu za kiume. Nguvu za kiume ni ile mjulusu usimame, ndio nguvu za kiume. Kama mjulusu wako hausimami, hauna nguvu za kiume. But nguvu za kiume is not the time ya sex. It's not the time frame ya kuhave sex. Hiyo si nguvu za kiume. Nguvu za kiume ni ile mishipa yenyewe isimame, ndio nguvu za kiume. Sawa? Kwa wale walikuwa hawajui, now you know, leo mnajua. Nguvu za kiume ni mishipa yenyewe, strongness wa mishipa ipinde paka isimame. Sio time frame ya sex. Time frame ya sex is measured by how present you are and how that man is feeling you. If the man is not feeling you, atakusugua mpaka tomorrow. And I know most ladies wanapenda hiyo kusuguliwa for hours and hours. Whatever it is that makes you happy, whatever it is that floats your boat, it's okay. But unafaa ujue perspective ya huyu mwanamume. About you, unaweza taka either uende for those long hours ama short hours. As long as you get there, darling, you're good. But jua kutofautisha mwanamume mwenye nguvu na ambaye hana nguvu. Na huyo atakaye kulala ama atakaye kutomba for that short time frame. Imagine after kumaliza hiyo sex, atasort bills zako. But huyo mwenye atakulala for 2 hours, 3 hours, ukimaliza hivyo anakumwagia stress zake yeye. Imagine sayo umechoka, you want to relax, you want to rest, mtu anakumwagia stress zake, mwanamume to be exact. Ladies, we don't deserve that, and we need to know the difference. Anyway, other than that, nawapenda sana. I love you guys so much. Write in the comments what you want us to talk about next. Tutaongelea next, okay?
Nawapenda sana. Thank you for subscribing, share, subscribe subscribe to my YouTube channel. Anyway, na focus na nje. Subscribe to my YouTube channel. Anyway, guys, I love you guys so much.